Tarehe 6 Aprili mwaka 1994 ni siku ambayo historia ya Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla ilibadilika milele. Ni siku ambayo ndege iliyombeba rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana pamoja na rais wa Burundi Cyprien Ntaryamira ilitunguliwa kwa kombora wakati akijiandaa kutua katika uwanja wa ndege wa Kigali, Rwanda. Ndani ya dakika chache viongozi wawili wa mataifa walikuwa wamekufa, lakini mlango wa maafa makubwa ya zaidi ya binadamu barani Afrika ulifunguliwa. Ndani ya saa chache baada ya tukio hilo, Rwanda iliingia katika mauaji ya kimbali yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1 ndani ya siku 100 tu. Lakini swali kubwa linaloendelea kuumiza dunia hadi leo ni moja: ni nani aliyemtungua rais Habyarimana na kwa nini ndege hiyo ilitunguliwa? Ili kujibu swali hili, hatuwezi kuanza siku ya tukio. Lazima turudi nyuma miaka mingi, tuchunguze mizizi ya mgogoro, siasa, chuki na hofu na mipango ya siri iliyojengwa kwa muda mrefu. Historia fupi ya Rwanda kabla ya mwaka 1994. Rwanda ni nchi ndogo kwa ukubwa, lakini ilikuwa na mgawanyiko mkubwa wa kijamii kati ya makundi mawili makuu, yaani Wahutu walio wengi na Watusi walio wachache. Kabla ya ukoloni, tofauti hizi zilikuwepo, lakini hazikuwa za kikatili sana. Watu waliweza kubadilisha kundi kulingana na hali ya maisha, lakini yote yalibadilika wakati wa ukoloni wa Ujerumani na baadaye wa Belgiji. Ukoloni na mbegu za chuki wa Belgiji walifanya kosa kubwa la kihistoria. Walitenga Wahutu na Watusi kwa vitambulisho rasmi. Waliwapendelea Watusi katika elimu, ajira na uongozi. Wahutu walitengwa sana na kudharauliwa na kunyanyaswa. Hali hii ilizaa hasira ya muda mrefu miongoni mwa Wahutu. Mwaka 1959 Wahutu waliinuka na kufanya mapinduzi. Matokeo yake utawala wa Watusi ulianguka. Wahutu wakachukua madaraka. Maelfu ya Watusi wakauawa. Mamia ya maelfu wakakimbilia nchi jirani: Uganda, Burundi, Tanzania na Zaire. Hapo ndipo chuki ilipogeuka kuwa ya damu. Watusi walikimbia wasiishi uhamishoni kwa miongo kadhaa wakiwa na ndoto moja: kurudi Rwanda na kuchukua nchi yao tena. Mwaka 1990 kundi la Watusi waliokimbilia uhamishoni hasa Uganda waliunda kikundi cha kijeshi kilichoitwa RPF Rwanda. Lengo lao kurudi Rwanda kwa nguvu na kuangusha serikali ya Wahutu, kurejesha haki za Watusi. Mnamo Oktoba 1990 RPF ilivamia Rwanda kutoka Uganda. Hapo ndipo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza. Serikali ya Habyarimana ikaingia vitani. Hofu na propaganda na chuki zikazidi. Juvenal Habyarimana alikuwa ni rais wa Rwanda kuanzia mwaka 1973. Mhutu kutoka kaskazini mwa Rwanda. Alipindua serikali kwa mapinduzi ya kijeshi. Mwanzoni alionekana kama rais wa utulivu, lakini kadri miaka ilivyopita utawala wake ukawa wa kiamri. Upendeleo wa kikabila ukaongezeka. Hasira dhidi ya Watusi ikaendelea kufichwa chini ya pazia la usalama wa taifa. Chini ya shinikizo la kimataifa, Habyarimana alilazimika kusaini mkataba wa Arusha mwaka 1993. Mkataba huu ulisema RPF washirikishwe serikalini, jeshi lichanganywe, uchaguzi wa kidemokrasia ufanyike. Lakini hapa ndipo tatizo kubwa lilipoanza. Wahutu wenye misimamo mikali walikasirika sana. Kwao mkataba ulikuwa usaliti. Waliona Habyarimana kama msaliti. Walihofia kupoteza madaraka yao. Ndani ya serikali, jeshi na makundi ya siri, njama zilianza kuandaliwa.
Rais Habyarimana alikuwa akirudi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambapo alikuwa na mkutano wa amani. Alikuwa ndani ya ndege aina ya Dassault Falcon 50. Ndani ya ndege hiyo walikuwemo Rais Juvenal Habyarimana wa Rwanda na Rais Pierre Ntaryamira wa Burundi, mawaziri na maafisa wakuu. Saa chache kabla ya tukio Kigali, kombora lilifyatuliwa, ndege ikapasuka angani. Kombora lilifyatuliwa, ndege ikapasuka angani. Hakuna aliyepona ndani ya saa moja tu. Vizuizi vya barabarani viliwekwa, mauaji yakaanza, mpango wa mauaji ya kimbali ikaanza kutekelezwa. Kutunguliwa kwa ndege hakukuwa tukio la bahati mbaya, lilikuwa ni matokeo ya miaka ya chuki, vita vya siasa, hofu ya kupoteza madaraka, njama zilizofichwa kwa muda mrefu. Lakini bado swali kuu linasubiri: ni nani hasa aliyepiga kombora? Je, ni serikali ya Habyarimana au ni Wahutu wenye misimamo mikali au RPF? Bado haijajulikana ni nani aliyefanya tukio hilo. Cha kufanya, subscribe na utani on notification, na usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ili uweze kuelewa ni nani aliyesababisha tukio la mauaji haya.